Kando na hiyo, mimi nataka pia nishukuru rais kwa sababu kwa ile hata wakati Yusuf alienda pale kulikuwa na ile yeye ndiye alienda kuokoa nchi yao. Na pale nimeona ministry yako ya agriculture. Naona na bwana PS wako mnafanya kazi mzuri. At least there is some progress in the Ministry of Agriculture. And I want you, Bwana President, washikilie waende mbele. Na kando na hiyo Bwana President, pia nataka nishukuru ile the Sugar Act ambayo ilikuwa imeshikwa na cartels. Hiyo Sugar Act imepitishwa. Na cartels wengi hawakuwa wamekuwa wameiteka nyara. Sisi kama committee member wa agriculture tulipitisha kitambo sana. Lakini through your indulgence and the indulgence of other members, tumeona hiyo act imeanza and it is now being actualized, iko kwa ground hapa inafanya kazi. Ara juzi tumekuwa hapa na watu wako wa Kenya Sugar Board, tukaidiscuss na mimi nashukuru sana. Wale wakulima wa kutoka kule Busia na Boko walikuwa hapa na hata sisi wa Busia. Sisi hapa Kakamega ndio sisi wa hapa, kama ningekuwa governor ningekuwa nimeshafuta kazi asubuhi kwa sababu hakuwa hapo. Alafu kando na hiyo, wale wakulima wetu wa Moko, wakati president ulituuliza ya kwamba ulituuliza tutengeneze report kama committee yetu ya agriculture ya commercialize mambo ya kilimo, rais nilipatiana pendekezo tukiwa pale Kisumu. Nikasema rais lazima we revive zile outgrowers company. Ndio umeona wale wakulima wa Busia wako organized. Lakini watu wa Mumias hapa kwa sababu Moko ilianguka. Na Moko ilianguka na bilioni mingi sana. Around 20 billion properties na land ziko kule idle. Na zilikuwa held up na ile inaitwa commodity fund ambayo is a government agency. So bwana rais, kwa ile recommendation yetu nilisema ya kwamba ile 100 billion zenye zilikuwa zimeshikwa na Moko ili zikuwe written off, ili ya kwamba Moko irudie wakulima, so that wakati unasukuma pia sisi tunajisukuma hapa chini ili tupate kiwanda mambo ya sukari inaenda sawa sawa. Alafu sasa bwana rais, mimi nataka nikuombe ukikuja hapa utatusaidia. Alafu tulikuwa pale Bungoma bwana rais, nikakuuliza mambo yetu ya ethanol because tunataka tukue na value chain addition kwa hiyo mambo yetu hapa. Pia tumekuwa kwa mkutano, nimekujulisha ili ya kwamba wale creditors ambao wamekatalia ama cartel wamekatalia hiyo kiwanda ya ethanol isifanya kazi. Nilikuwa nimeambia hawa wananchi ikipita miezi 3 kama hatujaona ile ethanol tutakuja kuandamana hapa tuseme ya kwamba wangoa hizo vitu, tuambie investor atuletee ethanol mtambo mpya wa ethanol hapa. So hiyo ndio maneno ambayo tulikuwa. Sasa bwana rais, mimi nataka nikuulize, leo tuko hapa kwa siku kubwa sana. Na hii siku ni siku mzuri sana. Na nataka appreciate kwa ile effort ambayo umefanya. Lakini bwana rais, mimi nataka ukue na viongozi wako wa involve the stakeholders. Tulikuwa hapa na mkutano hapa, wakulima akaanza kuuliza maswali. Sisi tuko kwa bonus tutapata ama tutapata. And the management could not answer that question. Mimi nataka nikuulize, if you want to be a successful leader in this nation, let us involve the stakeholders so that whichever the decision tunatafuta, hiyo decision ikuwe imetoka kwa stakeholders hapa. Na pia kando na hiyo bwana rais, ukiangalia hapa leo tuko hapa katika mambo ya bonus. Ukiangalia kampuni wameleta mtambo mpya pale. Tunataka tuseme kongole kwa investor because he is not a briefcase investor. Lakini bwana rais, ukiona hata hapa hii maandalio kukata nywele nyasi imekata leo ama jana. Kwa sababu investor ako na kazi mingi sana. Lakini bwana rais, tukiwa hapa nataka tujiulize swali moja. Swali ambalo nataka tujiulize, hii pesa ambayo tunaenda kuwapatia imetoka kwa exchequer ama imetoka kwa hii kampuni yetu ya Mumias Sugar? Na kama kweli tunasema hii pesa imetoka kwa exchequer, tujue hii rais utueleze ya kwamba imetoka under which provision, kwa sababu haikuwa katika budget yetu. Na kama imetoka katika hii kiwanda, tunataka tujiulize bwana rais, hii kampuni hii yetu hii iko na mashida, na tunaweza fanya aje pia tuangalie employees and other things so that tuende mbele. So bwana rais, mimi nataka kusema ya kwamba let us involve stakeholders. Na tukiinvolve stakeholders, hata hiyo mtambo yako, mambo yako ya SHA itafanya kazi. Because we never involve the stakeholders in the decision like public and whatever. Lakini huko hapa, mimi nataka bwana rais unichukue mimi, nikuwe personal advisor wako, unilipe.
Kwa sababu Bwana Rais, hao watu wako wakuambiangi ukweli. Wanakuambia SHA inafanya kazi na haifanyi kazi. Wanakuambia new model inafanya kazi na haifanyi kazi. Bwana Rais, mimi nataka nikuambia kwamba wewe ni mtu ambaye uko na moyo wa kusaidia nchi ya Kenya. Lakini kuna makatels, matapeli wako katika serikali yako ambao hawataki ujue ukweli wa maneno. Mimi najua you are a God sent leader who was sent to come and save this nation. But kuna watu ambao wako hapa katikati wanataka kutumia wewe vibaya ili ya kwamba nchi yetu isonge mbele. Mimi nataka wakati unaingia katika ile kura ambayo nataka kura za civil servant, Bwana Rais, nataka usilete karibu. Kwa sababu hao wakora wamekudanganya ukafinya payslip ya Mkenya. And that's why you see Kenyans are bitter with you, Mheshimiwa Rais. Mimi nataka Rais, leo, siku ya leo, kuna hapa, asante sana, tuko hapa na wakulima wako hapa, tuko hapa na walimu. Mwalimu anaishi hapa Ushago, mwalimu anakatwa pesa ya affordable housing. Huyo mwalimu anaona kwamba he will never have a house. Sasa mimi nauliza Rais, ukikatwa huyu mtu kama huyu anakuwa na hasira, because we are in a capitalism country ambayo sio socialism. Na mimi nataka nikuulize, kabla tufike mwaka ujao, uende utoe ile pesa ya NSSF. Tuko na watu wako hapa wako katika ile bodi ya NSSF. NSSF haijaisaidia mtu Mkenya yeyote katika nchi yetu ya Kenya. Lakini kila siku wanaongeza pesa ya NSSF, Bwana Rais. Mimi Bwana Rais, nataka nikuulize, nataka uingie kita mwingine. Lakini nataka uize payslip ya mkulima ya Mkenya, na wewe utachaguliwa kuwa rais tena mara nyingine. Otherwise, asanteni sana. Na Rais, mimi nitakuunga mkono ukitoa hizo vitu. Asanteni sana. Sawa kabisa. Pigia makofi mheshimiwa. Asante sana. Your Excellency, mheshimiwa ninajua ameongea, amepata ponga points mingi, lakini alisahau kusema ukweli ya kwamba jana